الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمني ما جهلت وذكرني ما نسيت. اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي وألتجئ إلى حولك وقوتك. اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، واهدني ويسر الهدى لي. اللهم لا تشمت بي عدوا ولا حاسدا، استر عوراتي وآمن روعاتي برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد يكم شكور الله جل في علاه na kumtakia rahma na amani mtume wetu, mwalimu wetu, kiongozi wetu na kipenzi chetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Furaha yangu inaongezeka muda hadi muda, wakati hadi wakati, kwani huu ni muhadhara sasa wa pili ndani ya wilaya hii ya Masasi, mkoa huu wa Mtwara. Leo tarehe 21 mwezi wa 11 mwaka huu 2025, mada yetu ndani ya Masjidul Fathi hapa maeneo ya stendi. Mada yetu inasema zijue maradhi ya umma, au yajue maradhi ya umma. Ndugu zangu Waislamu wa Masasi, kuna maradhi na kuna ugonjwa ambao upo kwa Waislamu. Kuna magonjwa ambayo kwa bahati mbaya sisi umma wa mwisho, umma wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, umma wenye miongozo sahihi Qur'ani na Sunna, bahati mbaya kama sio wengi wetu, basi baadhi yetu tumekwisha athirika na maradhi haya. Leo nataka nigusie maradhi machache ya Waislamu. Nikisema Waislamu siwakusudi nyie mimi nikajitoa, bali mimi pia ni Muislamu na sote tunahusika katika somo hili la leo. Gonjwa la kwanza, maradhi ya kwanza ambayo tumeathirika nayo sisi Waislamu wengi ni maradhi ya hasad, ni gonjwa la husda. Nini maana ya hasad? Hasad au husda
maana yake ni tamanni zawali ni'mati ala alghairi, ni mtu kutamani wenzake waharibikiwe, ni mtu kutamani neema walizopewa wenzake ziwaondokee. Tukijichunguza wenyewe hapa mmoja mmoja, na kila mmoja afanye tathmini mwenyewe, na kila mmoja ni shahidi juu ya nafsi yake, kama Qur'ani ilivyosema, bali linsanu ala nafsihi basira, bali mwanadamu yeye mwenyewe ni shahidi juu ya nafsi yake. Ni wangapi katika sisi, pamoja na kuswali kwetu, kushika kwetu dini, kujipamba na muonekano wa dini, wangapi katika sisi ambao tunatamani ndani kwa ndani fulani asiendelee, fulani asifanikiwe, fulani asijenge, fulani asipate gari, fulani msimu huu wa korosho asivune? Tupo, kila mtu anajijua mwenyewe. Kile kitendo cha kuwa na roho ya kwa nini, roho ya kutotaka wenzako wafanikiwe, hiyo ndio hasadi yenyewe, ndugu yangu. Gonjwa la kwanza ambalo linatutafuna Waislamu wengi ni hasad, ni kutotakiana kheri, ni kutotakiana mema, ni mtu kutamani mwenzake asifanikiwe na aharibikiwe. Na gonjwa hili, ndugu zangu, na gonjwa hili ndugu zangu, gonjwa la hasad, maradhi ya hasad, ya kutamani wenzio wasipige hatua, wasifanikiwe, bali waharibikiwe. Gonjwa hili ndugu zangu, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ametutahadharisha nayo zaidi ya miaka 1500 huko nyuma. Ametuambia, iyyakum wal hasad, jepusheni na hasad, fa innal hasada, kwani hakika ya hasad, yakulu alhasanat, hula, hutafuna, humaliza mema ya mtu, kama taakulu an-naru al-hatab, kama ambavyo moto unavyokula, unavyotafuna na unavyomaliza kuni. Nini maana yake? Maana yake, ikiwa wewe una roho ya hasad, roho ya husda, roho ya kwa nini, Wadengereko wanasema ni roho ya kwa nini, kwa kele, roho ya kwa kele. Wazaramu wanasema ni roho ya nzopata, na Wamakonde wanasema ni roho ya korosho, roho ya kupinda. Na Shekishki, mtoto wa Dar es Salaam, jiji la gharama, anasema roho ya kisokorokwinyo. Hebu sema roho ya kisokorokwinyo. Roho ya kisokorokwinyo. Hebu sema roho ya kisokorokwinyo. ndio.
kuna waislamu wana roho ya kisokoro kwinyo, na kwa kuwa niko Mtwara kwa wazee wa korosho, basi nikupeni mfano wa roho ya kisokoro kwinyo, roho ya kupinda. Tena haijapinda tu, imenyongorota, roho ya korosho. Na korosho nyinyi mnaijua zaidi kuliko mimi. Korosho ina mwenzake inaitwa bibo. Uongo kweli? Korosho anazaliwa na bibo. Bibo kwa chini ni mnene, kwa juu ni mwembamba. Bibo limenyooka, korosho linazaliwa limepinda. Korosho mpaka linaiva linadondoka chini limepinda. Korosho lichukue liweke juu ya moto, kala moto, halinyooki, limepinda. Korosho liingize mdomoni litafune kwa meno, halinyooki, limepinda. Korosho lipeleke tumboni, limepinda. Korosho mpaka inaingia kaburini halinyooki, limepinda. Na kuna waislamu wako hivyo. Na muislamu kuwa na roho ya kwakele, roho ya nzopata, roho ya korosho, roho ya kisokoro kwinyo, hiyo sifa siyo sifa ya muislamu. Qur'an inathibitisha ya kuwa miongoni mwa sifa za watu wa peponi ni mtu kuwa na roho safi, roho iliyosalimika. Katika sura ya Ash-Shu'ara, sikiliza Nabii Ibrahim alayhi salam alimwambia nini Allah? Alimwambia, wala tukhzini yawma yub'athun. Allah, nakuomba usije ukanifedhehesha siku ya kufufuliwa. Yawma la yanfa'u malu wala banun, siku ambayo mali haitomfaa mtu wala watoto hawatomfaa mtu. Kitu gani basi kitakachomfaa mtu? Illa man ata Allah biqalbin salim, yule atakayetoboa kimaisha siku ya kiyama, atakayeibuka mshindi, atakayefuzu, ni yule atakayekuja kwa Allah ili hali ana moyo uliosalimika. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi iliyo sahihi anatuambia ya kuwa katika sifa za watu wa peponi, mtu wa peponi anasema na sifa zifuatazo. Pale alipowaambia masahaba, walimuuliza ayu nasi afdal, mtu gani katika watu ni bora sana? Akawaambia, saduqul lisan mahmumul qalbi. Watu wa peponi bwana ni wale ambao kwanza ni wakweli wa maneno, hawasemagi uongo. Wangapi katika sisi leo tangia tunaamka asubuhi mpaka tunalala tushawafunga watu magoli 300, uongo zaidi ya 500 mtu kaongea kutwa moja tu. Sasa Mtume anasema mtu wa peponi ni mkweli wa maneno, sifa ya kwanza. Sifa ya pili, moyo wake ni mahmum. Masahaba wakasema, alimna saduqal lisan, huyu mkweli wa maneno tumekwisha mjua ya Rasulullah. Fama mahmumul qalbi, huyu mahmumul qalbi ni nani? Akasema, dhu qalbin taqiyyin naqiyyin alladhi la hasada fihi
wala baghya wala ghilla. Allahu akbar. Huyu mwenye moyo mahmum ni yule ambaye kwanza moyo wake umejaa ndani yake ucha Mungu, kisha moyo wake ni msafi. Sifa ya pili hiyo. Sifa ya tatu akasema moyo huo haujui mafundo, hauna mafundo na watu. Sifa ya nne akasema haujui hasad. Sifa ya tano akasema ni moyo usiojua dhulma. Allahu akbar. Kwa hiyo Waislamu, katika maradhi ya umma, magonjwa ambayo wengi wetu tumeambukizwa ni gonjwa la hasad. Gonjwa la pili, maradhi ya pili, ugonjwa wa pili, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatuambia al-baghdha, chuki binafsi. Waislamu leo duniani kote hatupendani kama tulivyofundishwa, kama tulivyoagizwa, kama tulivyotakiwa na aliyetuumba na mwalimu wetu Bwana Mtume Muhammad. Tumeambiwa tupendane, tumeambiwa tuwe kitu kimoja, tumeambiwa tuwe kama jengo moja, tumeambiwa tuwe kama mwili mmoja, lakini sisi tunajifanya tumedata na kujizima data. Tunajifanya tumedata na tunajizima data. Sasa sikiliza, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika bishara yake anatuambia dabba ilaikum daul umami qablakum, tayari mmekwisha ingiliwa na maradhi ya nyumati zilizopita. Tayari mmekwisha ambukizwa nyie na magonjwa ya nyumati zilizopita. Anawaambia maswahaba kuna magonjwa Waislamu hawajawahi kuwa nayo, Waislamu wa nyuma, lakini masahaba na wanafunzi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kuna magonjwa wenzetu hawayajui, masahaba na wanafunzi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bwana Mtume anawaambia dabba ilaikum daul umami qablakum, tayari yamekwisha jipenyeza kwenu maradhi na magonjwa ya nyumati zilizopita. Hesabu. Gonjwa la kwanza Mtume anasema alhasadu, hasad, husda, kumaindiana, kutotakiana kheri, kuombeana mabaya, kufurahika mwenzio anapokuwa hajafanikiwa. Hasadi hiyo, kutamani mwenzio haribikiwe, asifanikiwe na asipige hatua. Kisha akasema walbaghdha, na gonjwa la pili ni chuki binafsi. Leo shekhe wangu Shekhe Isa, mashekhe zangu wote kwa ujumla, leo Waislamu tunachukiana bila ya sababu. Na mtu utamsikia akisema mimi bwana yule Sheikh Isa yule mimi simkubali. Hai, kwa nini usimkubali? Ndugu yako huyo wa Kiislamu, udugu pekee ambao umejengwa, umeundwa, umetengenezwa mbinguni, tofauti na udugu wa damu wa baba mmoja mama mmoja.
Udugu wa baba mmoja mama mmoja umetengenezwa ardhini. Wazee wetu wameoana wakatupata sisi. Udugu wa Kiislamu umetengenezwa mbinguni, jiwe lake la msingi liko mbinguni. Mimi bwana fulani simpendi. Sasa angalia maajabu sasa. Kwa nini humpendi? Basi tu. Basi gani? Daladala, mwendo kasi, mabasi makubwa kuenda mikoani. Tumekuwa na roho za basi tu. Ndio Waislamu wa zama hizi. Sababu Mtume anatangaza kwa wale wenye roho za chuki dhidi ya wenzao, anasema walbaghdau hiya alhaliqa, na hii roho ya chuki binafsi, roho ya kuchukia watu, mimi Muhammad nasema hiyo ni kinyozi. Kinyozi si mnamjua? Ananyoaga nini? Nywele. Bwana Mtume anasema la aqulu tahliqu ash-sha'r walakin tahliqu ad-din. Sisemi kinyozi huyu ni yule anayenyoa nywele za watu, bali kinyozi huyu ananyoa dini nzima ya watu. Yani mtu ikiwa kwenye nafsi yako una roho za chuki, unachukia wenzio, hawajakukosea, hawajaua wazazi wako, hawajakuchukulia mke wako, basi tu eti damu zetu haziendani. Damu zitendana vipi wakati kila mtu ana mzazi wake? Damu zitendana vipi? Huyu grupu lake O, huyu tunaambia grupu lake D, huyu tunaambia ni A, huyu tunaambia ni B. Zinaendana vipi? Wengine wanaenda mbali zaidi, wanakuambia bwana wewe, kila shetani na mbuyu wake bwana, mimi sio mbuyu wangu. Yani anakubali yeye shetani. Bwana wewe, mbona umpendi Muislamu wenzio? Bwana kila shetani na mbuyu wake. Kila shetani unajua maana yake? Kila shetani na mbuyu wake. Kila shetani ana mbuyu wake, yani kila mtu ana mtu wake anamkubali, sio? Sasa Muislamu mzima anajitolea mfano huo, kila shetani ana mbuyu wake. Yani yeye ni shetani, mbuyu wake sio shekhe huyu wala huyu, mbuyu wake na shekhe huyu. Kumbe wewe shetani. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wa inna ilayhi raji'un. Ndugu zangu, chonde tujiepushe sana na gonjwa la hasad, lakini gonjwa la chuki. Bwana Mtume anasema ukiwa una chuki, dini huna. Kile kitendo cha kuwa na chuki tuna wenzio, dini yako imekwisha fyekwa na kunyolewa siku nyingi na tabia zako za chuki. Kuna watu leo ukimtazama sura yake, bismillah mashaallah, anapendeza, kavaa vizuri, ana sunna za Mtume, mbele ya Allah dini hata moja hana. Dini ishanyolewa siku nyingi kwa sababu ana roho ya chuki. Gonjwa la pili hilo. Sisi tumetakiwa tupendane. Hebu tuende katika Al-Anfal, suratu Al-Anfal, aya nambari 73 au 75, mwishoni kabisa. Qur'ani inatupigia mfano wasiokuwa Waislamu wanapendana kweli kweli, na ndio aya pekee mashekhe wanawachuoni wa Qur'ani wanasema iliyotuambia tuwaige wenzetu. Uislamu unatukataza kuwaiga wasiokuwa Waislamu, lakini hii ni aya pekee inasema na nyinyi kuweni kama wao. Walladhina kafaru, na wale waliokufuru. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض, na wale waliokufuru baadhi yao kwa baadhi ni vipenzi, wanapendana. illa taf'aluhu takun fitna
إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. Na nyinyi Waislamu musipofanya hivyo, hivyo vipi? Nani kaelewa? Musipofanya vipi? Musipofanya kama wao, musipopendana, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, fitna itakuwa kubwa katika ardhi na uharibifu utakuwa mkubwa. Kwa gonjwa la kwanza la Waislamu wa sasa, mimi na wewe waliosalimika ni wachache, na mimi namwomba Allah kwa rahma zake na baraka zake, mimi na wewe tusalimishe na magonjwa haya. Amen. Gonjwa la kwanza ni la hasad, gonjwa la pili la chuki, kutopendana. Sasa sikiliza, mtume wetu, mwalimu wetu, kiongozi wetu, kipenzi chetu, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatuambia, anaapa, anasema, walladhi nafsi biyadihi, ninamwapia yule ambaye nafsi yangu mimi Muhammad ipo mikononi mwake, la tadkhulu aljannata hatta tu'minu, hamtoingia peponi mpaka muamini, mpaka imani yenu iwe juu ikamilike. Wala tu'minu, na hamtoamini, imani yenu haiwezi kukamilika, hatta tahabbu, mpaka mupendane. Hapa mtume anataja mambo makuu mawili, mashekhe. Jambo la kwanza, mtume anasema hatutoingia peponi, sharti lazima tuwe na nini? Na imani. Imani zetu haziwezi kukamilika, sharti tufanyeje? Tupendane. Ukimwona Muislamu anamchukia Muislamu mwenzake, anammaindi Muislamu mwenzake, ukayo ukifahamu imani yake iko juu, iko chini? Iko chini. Imani yako ikiwa juu, hauwezi hata siku moja kuwa na kisokoro kwinyo, huwezi kuwa na roho za kuchukia Waislamu wenzio. Sasa leo nakuulizeni, Sheikh Uthmani, idadi kubwa ya Waislamu, wengi wetu tunapendana, tunachukiana. Kwa hiyo dalili ya kuwa imani iko juu, iko chini? Sisi ni madhaifu wa imani, ndio maana hatupendani. Na peponi haingii ila yule ambaye imani yake iko juu. Na ndio maana mtume akasema, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, hajaamini mmoja wenu mpaka ampendee ndugu yake kile anachokipendea nafsi yake. Kwa kuonyesha sisi bado tupo katika daraja la kwanza, sisi ni Waislamu tu. Wengi wetu hatujafikia kwenye daraja la pili la imani. Tukifikia daraja la pili la imani, kila mtu atapenda wenzake kuliko anavyopenda nafsi yake, na hakuna ambaye atatokea akachukia wenzake. Kwa gonjwa la pili, ndugu zangu, ni gonjwa la chuki, kuchukiana. Na hilo, mashekhe zangu, limetajwa ndani ya suratu Al-Mumtahina ndani ya Qur'ani tukufu, aya nambari 8 imewazungumzia maswahaba al-muhajirin, watu wa Makka. Aya nambari 9 imewazungumzia al-ansar, masahaba wa Madina. Aya nambari 10 imetuzungumzia sisi tuliokuja baada yao. Allah anasema, lilfuqara'i alladhina ukhriju min diyarihim, lilfuqara'i alladhina ukhriju min diyarihim, suratul Mumtahina. Ngoja ni hakiki aya nambari ngapi?
Al-Mumtahina, juzu ya 3 hiyo, Suratul Mumtahina. Allah subhanahu wa ta'ala naam, afwan, ni Suratul Hashri. Allah hili kalitaja ndani ya Suratul Hashri, aya nambari 8, anawazungumzia masahaba wa Makka. Aya nambari 9 anawazungumzia masahaba wa Madina, na aya nambari 10 anatuzungumzia mimi na wewe tuliokuja baada yao. Msikilize Allah anasemaje: lilfuqarai alladhina ukhrijuu min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus sadiqun. Misaada yenu, ihsani zenu, hakikisheni mnazipeleka kwa mafukara wa muhajirin, wale masahaba wa Makka ambao ni mafukara waliotolewa katika majumba yao, wakaacha majumba yao, wakaacha mali zao, wakafanyaje? Kwa ajili ya kutafuta fadhila za Allah na radhi za Allah, na kwa ajili ya kumnusuru Allah na Mtume Muhammad. Allah anatoa ushuhuda, anasema ulaika humus sadiqun, hao ndio wa kweli. Kisha aya nambari 9 ikaja kuwazungumzia masahaba wa Madina, ikasema walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim, na wale waliowatangulia wenzao kimakazi na kiimani katika mji wa Madina, sifa yao kuu, yuhibbuna man hajara ilayhim, wanapenda ndugu zao waliohamia kwao. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, na wala hawakujisikia vibaya katika vifua vyao pindi ndugu zao walipohamia kwao, licha ya udhaifu wa hali walionayo, licha ya kipato chao kuwa ni dhaifu. Waliposikia masahaba kadhaa na bwana mtume akiwa nao wanahamia kwetu Madina, hawakujisikia vibaya, wakasema huu sio msimu wa korosho, wala huu sio msimu wa maembe, hali zetu ni ngumu, sasa itakuwaje wanakuja watu kwetu wakati sisi wenyewe ni pangu pakavutia mchuzi? Hawakusema, walifurahia wenzao. wayu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, na wakawa wanawathamini, wanawatukuza, wanawajali wenzao kuliko nafsi zao. Kisha Allah akasema waman yuqa shuhha nafsihi faulaika humul muflihun, wale walioepushwa na ubakhili wa nafsi, hao ndio waliofaulu. Pokea sasa kisa cha ajabu sana, pokea kisa cha ajabu sana. Sote sisi tunajua mtume alihama kutoka wapi kwenda wapi, na maswahaba baadhi wakahama naye, si ndio? Watu wa Madina walipopata habari, wanakuja sasa mabwana wakubwa, bwana mtume, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali na wengine, walifurahi sana, na walikwenda kipindi cha ukame, hawana chochote. Waswahili wamesema kweli pale waliposema kutoa ni nini? Ni moyo, na wala sio nini? Wala sio utajiri. Wakakaa kikao, haya tunafanyaje? Abu Ayyub al-Ansari
amechaguliwa au yeye mwenyewe kaomba, Bwana Mtume awe mgeni wangu, afikie katika nyumba yangu, kwa sababu alikuwa na nyumba ya ghorofa moja. Kwa kila sahaba amemchukua mtu mmoja. Yani wewe leo ndio mimi nahama kutoka Dar es Salaam na Waislamu kadhaa tunakuja Masasi kuishi moja kwa moja mpaka tena aya ishuke turudi Maka, haijulikani lini. Mnakaa kikao, Mzee Bakiri anasema Sheikh Kishki atafikia kwangu, Sheikh Isa anasema Kagimbo atafikia kwangu, Sheikh nani Himede anasema fulani atafikia kwangu. Yani kila familia kumuhendo mtu mmoja rahisi kidogo, au sio? Kuliko kupewa watu 10. Tutakufuru, tutavunja udugu. Sahaba anaitwa Saad ibn Malik alisema mimi namchagua Abdurrahman ibn Auf anafikia kwa. Wakapanga mipango, wenzao wakahamia Madina kama wakimbizi. Waliacha majumba yao, mashamba yao, wake zao, watoto wao, walikimbia na Mtume. Walipofika kila mmoja akamchukua mtu wake. Mtume akafikia katika nyumba ya Abu Ayyub. Mtume akakataa kupanda ghorofa ya kwanza, akasema nitaishi nyumba ya chini. Abu Ayyub hakulifurahia hilo, akashindwa kupinga. Usiku wa kwanza hakulala. Yani mimi niko juu ya Mtume, maji yakichuruzika yanamdondokea. Hakulala. Kesho asubuhi chonde na kuomba, panda juu, siwezi kulala juu na mke wangu wakati umelala chini. Akamwambia mimi na wageni wengi watanitembelea, kuwapandisha juu na hapa karaha, nimeridhia, we kaa juu. Ndio akapata amani. Abdurrahman ibn Auf akachukuliwa na Saad ibn Malik, akampa chumba cha kulala. Sikizeni vizuri sana vijana na wazee wa Masasi Chikisa. Kesho yake akakaa naye kikao, akamwambia ndugu yangu kwanza hongera, ndugu yangu kwanza hongera sana, tena sana kwa imani ya kuhama. Hongera sana kwa imani ya kuhama kwa ajili ya Allah na mtume wake. Najua kule Makka umeacha nyumba zako, mashamba yako, viwanja vyako, vipando vyako, na hata wake zako na watoto wako. Mimi nimekuchukua uishi kwangu, sitaki nikupe dhiki ukawa huna uhuru wa kukaa katika nyumba yangu hapa Madina. Monzio Allah kanijalia nimejenga nyumba zangu hizi ngapi? Nyumba 2. Ya kwanza ndio hii, twende nikakuonyesha nyumba ya pili, kisha utakayoipenda na kupa mazima. Takbir, Allahu Akbar. Roho hiyo Sheikh Kishki, hata dunia ya sasa wako Waislamu wenye roho nzuri, wanaweza kutoa nyumba yao kabisa wakfu kwa ajili ya Allah na Mtume Muhammad. Na mimi nasema kweli wapo, na mimi baadhi yao nimeshawahi kuwaona. Lakini na kuchallenge, ninawachallenge Waislamu wa Masasi na wachallenge Waislamu wa Mtwara. Jambo la pili sasa, kidume gani anaweza hapa? Ndugu yangu, baada ya kukupa nyumba moja itakuwa bado haikusaidii. Utakaa kwenye nyumba peke yako, bachela, una mke umemwacha Maka. Monzio nina mathna na wake wangapi? 2. Nitawaita uje uwatathmini, uje uwatazame. Utakayempenda nampa talaka baada ya eda na kuozesha wewe.
kidume gani masasi hii na imani hii? Subutu yake, hata kuniangalia mtaki mainama wote hiyo. Subutu yake nani anaweza? Umwache mkeo, una wawili tena. Sheikh Isa kumwambia nakupa bi mkubwa na baki na mdogo, kwa sababu mkubwa nimetoka naye mbali, kashachaka kashazaazaa, na baki na kile mdogo chombo kidogo. Waswahili wamesema kipya kinyemi, na baki na mdogo. Hakusema, akasema bwana njoo uwachague mwenyewe, na mwanaume mwenye mke zaidi ya mmoja asiwadanganye. Lazima moyo wake utakuwa umeshikwa na mmoja kuliko mwingine. Takbir. Wangapi wanawake wawili hapa, mkono juu? 1 2. Sheisa hapo, mzee wangu, yule mwingine. Allahu akbar. Vijana wa Dar es Salaam, jiji la gharama, wanasema ukiwa una wake wawili, mmoja lazima atakuwa Bi Aisha. Si mnajua kwamba Mtume aliwakusanya wote akisema ya Rabbi naelekea kibla, hawa ni wake zangu wote, sijawahi kuwa dhulumu, sijawahi kumpendelea mmoja dhidi ya mwingine, wote na watendea haki sawa kwa wote. Lakini usije ukaniadhibu kwa moyo umeshikwa na mtoto wa Abubakari Bi Aisha. Kwa hiyo hawa kina Sheikh Isa, hawa kina Sheikh Uthmani, hawa kina Kagimbo, mzee wangu hapa, imamu wa msikiti, katika hao wawili mmoja Bi Aisha, msidanganywe. Na mkitaka ugomvi hapa niwape mike waseme kila moja Bi Aisha wake nani, lakini itakuwa sio hikma. Shekish kitakuwa kaja kubomoa, hajaja kujenga. Ugomvi utakolewa mlali, kumbe Bi Aisha wako huyo, sio mimi. Sasa angalia, kwa kuwa kila mtu ana ambaye kamshika zaidi katika moyo, na moyo huwezi kuufanyia uadilifu. Moyo bwana ni kitu cha ajabu sana. Unaweza mmoja kando kakushika moyo, lakini usimdhulumu yule mwingine, wote watendea haki. Jambo la moyo linabakia kuwa la moyo. Sasa katika hao wawili, huyu sahaba na yeye mmoja atakuwa lazima nani? Bi Aisha wake, na yeye anajua kama Bi Aisha ndo huyu atakuwa mwingine. Hakusema chukua huyu nibakishie Bi Aisha aliyeshika moyo wa Mtume, hakusema. Kasema wote wawili nawaleta mbele yako, chagua unayemtaka. Akimdondokea Bi Aisha wake sawa tu, imani hiyo. Nani anaweza hapa leo kufanya hivyo akamwacha mke? Abdurrahman ibn Auf kasemaje? Takubali kuchukua nyumba na mke mmoja? Jawabu hapana. Akafurahi sana kwa imani ya watu wa Madina, akamwambia jazakallahu khaira, Allah kulipe kila la kheri. Mtume akutulea hivyo, imani yako ni kubwa. Mimi ni mfanya biashara mzuri, nisaidia jambo moja tu, nieleze soko la Madina likoje, biashara zikoje, mimi nianze kujitafuta, nitafute, nifanye biashara, Allah niruzuku riziki halali, nitajenga nyumba yangu kwa jasho langu, nitaoa mke kwa jasho langu. Wewe Allah kubarikia wake zako na kubarikia nyumba zako. Hawa ndo wanafunzi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walipendana kiasi ambacho mtu ana nyumba mbili kwa tayari nyumba moja ampe mwenzake. Walipendana kiasi ambacho mmoja ana wake wawili, yuko tayari kumtoa mke mmoja akampa wenzake. Sio sisi hapa Waislamu wa zama hizi, mtihani mtupu. Leo nakupeni sasa mimi, ukimwona Muislamu popote pale hana mapenzi na Waislamu wenzake, jirani yake hawapendani, sijui msikitini kuna watu watatu wana maindiana, yeye ni mshari tu, huyo shekhe ni Muislamu tu, hajafikia daraja la imani na imani yake iko dhaifu, kwa sababu Mtume anasema hamtoingia peponi mpaka muamini, na imani yenu haiwezi kukamilika mpaka mpendane. Msipopendana manake imani zenu hazijakamilika. Njoo sasa aya nambari 10
iliyokuja kuwazungumzia akinasie. Walladhina ja'u min ba'dihim يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. Na waliokuja baada ya masahaba wa Mtume, mimi na wewe tumekuja baada yao, na waliokuja baada yao, agizo la Allah, mafundisho ya Allah, daima wanatakiwa waombe dua hii, waseme Rabbana ighfir lana, Mola wetu mlezi tusamehe sisi, wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, na wasamehe ndugu zetu waliokwisha tutangulia katika imani. Dua ya kwanza hiyo ya kujiombea msamaha wewe na kuombea waislamu wenzio wote waliotangulia mbele ya haki. Dua ya pili, wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu, na wala usijalie katika nyoyo zetu vifundo juu ya wale walioamini. Allah anasema ombeni sana, someni sana dua hii, kwamba Allah takasa nafsi zetu, takasa nyoyo zetu. Tunakuomba usitujalie tukawa na vifundo dhidi ya wenzetu. Sisi hatuombi msaada wa Allah takase nyoyo zetu, na tunaongoza kuwa na roho za korosho, roho za kwakele, roho za nzopata, roho za kisokorokwinyo. Kwa hiyo gonjwa la pili sasa ni hili hapa la Waislamu kutopendana. Ama gonjwa la tatu, ndugu zangu, la Waislamu wa zama hizi, alfurqa, faraka, kufarakiana. Hatutaki kuwa wamoja tena. Kuna wengine ni wahovyo. Allahu Akisimama mtu akasema Waislamu tuwe pamoja, tusifarakiane, anatokea mtu anatoa radi, si radi ya mvua, si radi gani inaitwa hiyo, anatoa radi zake. Umoja feki huo. Huyo anampinga Allah, kwa sababu aliyewaambia Waislamu waungane sio sisi, ni Allah. Twende katika Alu Imran sura ya 3. Allah anawasemesha Waislamu, anawaambiaje? Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, ittaqullah, mcheni Allah, haqqa tuqatih, ukweli wa kumcha, wala tamutunna illa wa antum muslimun, na wala msikubali kufa isipokuwa hali ya kuwa nyinyi ni Waislamu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, na shikamaneni na kamba ya Allah nyote na wala msifarakiane. Anakuja wakuja, anakwambia huo umoja feki anaolingania huyo. Na hii aya unaipeleka wapi? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, na shikamaneni na kamba ya Allah nyote na wala msifarakiane. Anakuja wakuja, anakwambia kamba ya Allah hapa inakusudiwa Qur'ani. Sote hatufati Qur'ani, hatukubaliani kwenye kufata Qur'ani. Kwa hiyo unataka kuambia watu wasifate Qur'ani,
Si ndio tulinganiane, tufate Qur'ani na tufate sunna za mtume na tushikamane. Lakini wakati huo huo wako wanawachuoni wakubwa wabobezi waliosema kamba ya Allah inakusudiwa Uislamu. Maana yake nini? Maana yake Allah anaposema shikamaneni nyote na kamba ya Allah, yani nyote shikamaneni na Uislamu. Hii kauli ipo, hakuna msomi anaweza kuikataa. Kuna watu hawajawahi kulingania umoja baina ya Waislamu, na wakitokea Waislamu wakalingania umoja baina ya Waislamu, wao wanakuja wanakwambia umoja huu hauwezekani, ni umoja feki. Sasa mbona wewe hujawahi kulingania umoja original? Na umoja original ni upi? Mbona hatujawahi kukusikia ukisema wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu? Mbona hatujawahi kukusikia? Bali Allah katika suratu An-Namli anatuambia tabia ya faraka sio tabia ya Waislamu, bali ni tabia ya washirikina. Wala takunu minal mushrikin, wala msiwe miongoni mwa washirikina. Minal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a, miongoni mwa wale waliogawa dini yao wakafarakanisha dini yao wakawa makundi kwa makundi. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, kila kundi likawa linafurahia mambo yake na maslahi yake. Na siku hizi wako wanaojitokeza wanawaita wenzao mahizbi, ili hali wao wenyewe mahizbi, kwa sababu hizbi ni hizbun, ahzabun, hizbiyun, hizbiyuna. Hizbun chama, hizbiyun mwanachama, mjumbe huyo. Hizbiyuna wanachama wengi, na chama maana yake ni kikundi cha watu chenye maono yao, itikadi zao na mtazamo wao, si ndivyo? Wanawaambia wenzao mahizbi ili hali wao pia ni mahizbi, kundi na wao vile vile. Kauli mbiu yao, in kunta ma'iya fa anta qiddis wa in kunta dhiddi fa anta iblis. Ukiwa na mimi, ukiwa katika sisi, safi kabisa, wewe utakuwa mtakatifu, na ukiwa hauko pamoja na sisi, basi wewe utakuwa iblisi. Mimi nitaendelea kusoma aya na hadithi zinazosema Waislamu waungane, achukie wa kuchukia, anune wa kununa, apasuke wa kupasuka. Maneno yao hayawezi kunizuia, ataongea tu kule aliko, wala hayawezi kusafiri kunipiga kwenye nafsi yangu kama risasi, kwa sababu nachokilingania kimo ndani ya Qur'ani na Sunna. Allah anasemaje katika suratul Anfal? Allah anasemaje? Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, atii'u Allah, mtiini Allah. Atii'u Allah wa rasulahu, mtiini Allah na mtume wake. Wala tanaza'u, wala msikinzane. Wala tanaza'u, wala msigongane. Wala tanaza'u, wala msipishane. Wala tanaza'u, wala msigombane. Fatafshalu, mkifanya hivyo mtafeli. Watadhhaba rihukum, na nguvu zenu zitapotea. Wasbiru, nafanyeni subira. Inna Allaha ma'as sabirin, hakika ya Allah siku zote yuko pamoja na wafanyao subira. Ni suratul Anfal
aya nambari 46. Atokee kidume anayeweza kupinga maneno haya ya Allah. Ya Allah anasema, na nukuu aya ile ya kwanza nimekosea, nimesema ya ayyuhalladhina amanu. Usahihi ni kama ifuatavyo. Allah anasema katika kuwalingania Waislamu lao liwe moja, wasipishane, wasigongane, wasikinzane. Anasema wa atii'u Allaha wa rasulahu, namtiini Allah na mtume wake. Wala tanaza'u, wala msikinzane. Wala tanaza'u, wala msigombane. Wala tanaza'u, wala msigongane. Wala tanaza'u, wala msizozane. Fatafshalu, mkifanya hivyo mtafeli. Watadhhaba rihukum, na nguvu zenu zitapotea, zitaondoka. Wasbiru, nafanyeni subira. Inna Allaha ma'as sabirin, hakika ya Allah siku zote yupo pamoja na wafanyao subira. Ni nani sasa aliyewakataza Waislamu, aliyewaambia Waislamu wasigombane? Ni nani? Allah. Nani aliyewataka Waislamu wasiwe na mizozo? Nani? Allah. Sasa kitokea mtu akalingania hilo, kosa lake lilikuwa. Kwa hiyo Waislamu, gonjwa la tatu katika magonjwa ya Waislamu wa zama hizi, alfurqa, faraka. Tumekubaliana tusikubaliane, na kitokea mtu akataka kuwa unga Waislamu, wanatokea na wengine wanataka kuvunja umoja wa Waislamu. Mshairi anasema ta'ba rimahu idha ijtama'na takassura wa idha iftaraqna takassarat ahada. Mishale hukataa katu kuvunjika ikiwa utazikusanya pamoja, ikiwa utazikusanya kwa pamoja, na ukiziachanisha zitavunjika mmoja mmoja tena kwa urahisi sana. Gonjwa la pili la Waislamu wa zama hizi ni kufarakiana kwa misingi yoyote ile, ili hali waliotutangulia masahaba, maimamu walitofautiana kimawazo, walitofautiana kiilmu. Hilo halikupelekea wao umoja wao kuvunjika. Sisi jambo dogo sana, hatusalimiani, wale sio wenzetu, hawa ndio wenzetu. Niliwahi siku moja kuhoji katika moja mihadhara yangu kule Dar es Salaam, jiji la gharama. Hivi wanaposema baadhi yetu kwamba hawa ni wenzetu na hawa sio wenzetu, kigezo cha watu kuwa ni wenzetu, kigezo cha hawa kuwa wenzetu na hawa si wenzetu, kigezo kikuu ni nini? Nikasema kigezo kikuu ya mwenzetu ni nani, mwenzako ni nani, kigezo kikuu ni Uislamu. Allah kasema katika suratul Hujurat aya nambari 10, innamal mu'minuna ikhwa, adatu hasrin wa qasrin, hakika ya waumini, hakika ya Waislamu ni ndugu. Sasa kama ni Muislamu mwenzio, anakuwa ni nani? Ndugu yako. Na anakuwa mwenzako, sio mwenzako? Mwenzako. Akaja bwana Mtume akakokoteza hilo, akasema almuslimu
akhul muslim, muislam ndugu yake ni muislamu. Haya sasa, nyinyi mnaosema mwenzetu sio wa kwetu huyo, imekuwa Simba na Yanga. Haya, tupe aya, tupe hadithi ya kumtoa yule kuwa sio mwenzio. Eti madhehebu akatokea kutokea wakali kweli kweli, huyu kadha kadha. Lakini katika moja neema kubwa alizonipa bwana Allah Sheikh Isa, yani mimi ni bingwa kupuuza. Hamwezi kuna hata siku moja mimi nikimjibu mtu. Kwanza huwa naulizaga wanafunzi wangu, bwana umejibiwa? Nimewauliza nini mpaka umenijibu? Si mpaka uulize ndo unajibiwa. Itikadi yangu mimi inanituma mpaka mtu anaangalia muhadhara wangu wa risali nzima, mpaka anatafuta wapi nimesema nini, maana wananikubali. Watu wa Dar es Salaam, jiji la gharama, wanasema ukiona wanakujadili ujue wanakukubali. Kasema mimi nawashukuru. Yani kama mtu anaweza kila siku turadi kwa kishki, majibu kwa kishki, manake yule ananipa muda wake, anasikiliza material yangu, anasikiliza dawa zangu. Kwa sababu hilo kosa analolisema hapa nimekosea, kalipata kwenye dakika ya 41. Ina maana kaangalia mwanzo mwisho, kanipa risali nzima kunisikiliza. Sasa mimi huwa kama hawaniangaishi. Kama kweli sisi tunafuata Qur'ani na Sunna, Qur'ani ndio iliyoagiza Waislamu washikamane, Waislamu wapendane, Waislamu wasikinzane, Waislamu wasizozane. Tumeelewana Waislamu? Hili la ngapi? La 3 Haya, niishie kwa 5 tu, kwa sababu hotuba yangu leo ilisema nini? Sifa 5 za watu wenye kukufuru neema za Allah. Basi leo niseme pia magonjwa 5 ya umma, au maradhi 5 ya umma. Gonjwa la 4, ndugu zangu, dhanna mbaya. Qur'an inawasemesha walioamini. Hakuna aya hata moja iliyosema ya ayyuhalladhina aslamu, enyi mliosilimu. Amna. Zaidi ya aya 90 takriban mpaka 92 ya ayyuhalladhina amanu zimekuja kama 90 au 90 kitu kidogo. Kuna mwanachuoni mmoja ametunga kitabu kizima kakiita Nidaatur Rahman li ahli al-iman, miito mbalimbali ya Rahmani kwa wale walioamini. Qur'ani siku zote ikiita inawaita walioamini. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini. Abdullah ibn Mas'ud katika masahaba wakubwa wa bwana mtume, katika wale 4 waliobobea katika Qur'an, msomaji wa bwana mtume Muhammad. Bwana mtume akiwa na hamu ya kutaka kusikia Qur'an, alikuwa anamwambia Abdullah ibn Mas'ud, iqra alayya al-Qur'an, nisomee. Abdullah ibn Mas'ud, nisomee Qur'an. Ibn Mas'ud anatetemeka, aqra'u alayka wa alayka unzil, nikusomee wakati Qur'ani hii imeshushwa kwako. Mtume anajibu, uhibbu an asma'ahu min ghairi, napenda mno kuisikia Qur'ani hii mwenzangu anapoisoma. Sahaba huyu anatoa wasia kwa Waislamu, anasema idha sami'tum qawla Allahi ya ayyuhalladhina amanu fa'aw'u sam'a, mkisikia Allah anaita, anasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, anasema tegeni masikio. Kwa nini?
anasema kuna moja kati ya mawili: ama Allah anataka kuelekeza juu ya kheri muifanye, au anataka kuwatahadharisha juu ya shari msiifanye muipuke. Ya ayyuhalladhina amanu, sikiliza sasa enyi mlioamini, ijtanibu kathiran min adh-dhanni, jepusheni na wingi wa dhanna. Hapa anatuamrisha kheri au anatutahadharisha na shari? Anatutahadharisha na shari. Enyi mlioamini, jepusheni na wingi wa dhanna. Inna ba'da adh-dhanni ithmun, kwani hakika baadhi za dhanna ni madhambi matupu. Wala tajassasu, wala msichunguzane, msifuatiliane. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, wala msisengenyane nyinyi kwa nyinyi. Waislamu leo tunasengenyana. Tabia hii ya kusengenyana, kungongana, kurambana visogo, zamani ilikuwa tabia ya wanawake. Leo wanaume wazima ndio tunaongoza kwa kusengenyana na kurambana visogo. Kisha Allah anasema, yuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh, hivi mmoja wenu anapenda kula nyama ya ndugu yake aliyekufa? Nani anaweza kukata nyama katika mwili wa ndugu yake maiti? Kama ambalo hilo mnalichukia, basi chukieni kuwasengenya waislamu wenzenu. Kwa ugonjwa mwingine katika magonjwa matano ya waislamu wa zama hizi ni dhanna. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia, iyyakum wadhanna, jepusheni na dhanna, fa inna dhanna, kwani hakika ya dhanna akdhabul hadith, ni uongo wa maneno. Na akasema tena ndani ya suratul Najmi, wa inna dhanna la yughni min alhaqqi shay'a, na hakika ya dhanna haiwezi kusaidia chochote mbele ya haki. Leo waislamu ndio tunadhaniana vibaya. Mwanzo kapita zake, kavurugwa na maisha, maskini wa Mungu anasema kabisa, kaniona hivi macho katoa, hakunisalimia, mpe udhuru, sema bwana yule sio tabia yake. Leo kavurugwa, Allah ampe utulivu. Kwa tafsiri watu waislamu wa zama hizi tumekuwa zaidi ya mahakimu. Waislamu wa zama hizi tunajifanya tunapenya katika nafsi za watu. Utasikia mtu anakuambia yule anaringa sana. Umeshawahi kukaa naye? Hapana. Ushawahi kumuona live? Hapana. Umeshawahi kusafiri naye? Hapana. Umeshawahi kukaa naye nyumba moja siku mbili tatu ukamjua tabia zake? Hapana. Mshawahi kufanya kazi pamoja? Hapana. Umeshawahi kufanya naye muamala wowote? Hapana. Unamjuaje sasa huyo mtu? Dhanna tu, kuhukumu watu tu, kuingia katika nafsi za watu tu, ni ugonjwa katika magonjwa yetu. Ama ugonjwa wa tano, alfitna. Fitna. Leo anayemharibia muislamu mwenzake, anayemharibia muislamu ni muislamu mwenzake, anayemfitini muislamu ni muislamu mwenzake. Leo muislamu yuko tayari kuacha mambo yake akaenda mbio ili fulani afukuzwe kwenye kazi yake, amharibie mambo yake, amtilie fitna, iko kadha. Kipindi cha nyuma, miaka ya nyuma huko, ambapo watu wengi
walipata madhara kwa kuharibiwa na waislamu wenzao. Yule ana itikadi kali, mtu anakamatwa anaenda kuteketezwa. Yule kadha, mtu anakamatwa anapewa makesi mazito mazito. Ukiangalia alikwenda kumripoti ni muislamu mwenzake. Fitna. Wanawachuoni wasema alfitnatu naimatun fala'ana Allahu man ayqadhaha. Fitna siku zote imelala, Allah amlaani mwenye kuiamsha. Kwa hivyo Waislamu, mada yetu ya leo ndani ya msikiti huu Masjidul Fathi hapa maarufu maeneo ya stendi mjini Masasi, ni magonjwa matano ya Waislamu wa zama hizi. Gonjwa la kwanza hasad, gonjwa la pili chuki binafsi, gonjwa la tatu faraka, gonjwa la nne dhanna mbaya, gonjwa la tano fitna na kuharibiana. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala atusaidie Waislamu, ahuishe imani zetu, atujalie tuwe na imani kamili, atusaidie kutuepusha na magonjwa haya, na walioathirika miongoni mwetu na magonjwa haya na mengineyo, tunamwomba Allah atuponye, atushushie shifa kutoka kwake, ili tuwe na mioyo misafi kama masahaba wa mtume wake. Namwomba Allah atupe fathi kama alivyotukusanya ndani ya Masjidul Fathi. Namwomba Allah kama alivyotukutanisha leo kwa ajili yake, akhera tukutanishe katika pepo al-Firdaus al-A'la pamoja na mitume chini ya bendera ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tukiwa na wazazi wetu na vizazi vyetu na Waislamu wote kwa ujumla. Hadha wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pale nilipopatia ni taufiki ya Allah, na pale nilipokosea au nikatereza au nikachapia ni mapungufu ya kibinadamu, na hakuna mwanadamu hata mmoja aliyekamilika. Niseme subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalela Online TV, elimu ya dini, tiba ya jamii.